Yes guys, niko mara nyingine sana yako Anzo, unaweza kanisa by Anzo Record, na leo niko na queen fulani ambaye ataenda kujitambulisha kwa majina. So karibu. Kwa majina naitwa Queen V. Queen V ni jina moja kali sana, Queen V, na nimefurahi sana kukutana nawe kwa mara nyingine tena. Najua wewe sio mgeni kwa Anzo na siku njema kwangu aisee. Na kwangu pia. Umependeza sana. Gharama imetoka kwa nani? Mimi peke yangu. Peke yako? Yeah. Unapendeka sana kushauri watu kwenye mitandao. Ni kitu gani ambacho kilikuexpire mpaka kuanza kushauri watu tu ghafla? So na ni mambo gani ambayo ushapitia mpaka ukuwe mshauri wa watu wengi sana? Ni mambo tu ambayo niliwahi kunipitia katika safari zangu za maisha. Kipindi bado niko kijana. Na ndio kwa maana kwa yale ambayo mimi amenipitia nikaamua niwape funzo wadogo zangu. Napenda awape funzo wadogo zake, na ni kweli vijana wanapitia mambo mengi kama jinsi Queen V alivyosema. Tunaingia sasa kwenye upande wa mahusiano. Queen V, unashauri sana watu ambao wako kwenye mahusiano, sijui nini. Wewe mahusiano yako yakoje na penzi wako? Mahusiano yangu yako vizuri. Penzi wako? Yeah, yani yapo tu mimi sielewi. Yako vizuri lakini yapo ila huelewi. Yeah, sielewi kwa sababu najua mwanaume akikupenda anastahili akupe muda, akuhudumie, akujali, akupe, atoe sasampa. Lakini kama unaona hivyo vitu havifanyi, jua hapo hakuna mahusiano. Hiyo ni tunapotezeana muda. Lakini ulisema kwamba mahusiano yako yako vizuri. Sasa kwa nini tena ulalamike kwamba unapotezeana muda? Kwa sababu amechange. Mwanzo alikuwa mazuri lakini kwa sasa yamebadilika. Mtaji basi tumjue. Penzi wangu siwezi kumtaja. So Queen V alisema kwamba hawezi akataja mpenzi wake, lakini mahusiano yake anacheza ila nikizani suni tu yatakuwa vizuri. Queen V, nikizani una swali ya kumuuliza Anzo. Nipo tayari kujibu swali lolote ambalo utaniuliza. Anzo umeo? Ni swali nzuri sana, ni kweli kama jinsi alivyosema, na ndio uhakika ninao ndio. Okay, nataka utoe sifa 3 kwa mwanamke wako. Sifa 3? Ana sifa zote. Sio 3 tu, so ila ana sifa zote. Toto kweli. So na naona picha zako, wewe ni model? Yes. Hivyo tu tunajaribu. Toto kizuri. Piskali kama mimi. Skali kama yeye, ni mtoto mmoja mkali sana kama jinsi ambavyo unamuona mbele ya kamera, na yeye ndo nikizani ni queen wa hapa Rockford. Tuko Rockford hivi hapa, naongelea ni Rockford, na Rockford kuna wanawake wengi ambao wanajigamba sana wao ni wazuri kuzidia Queen V. Utasemaje? Kwanza mwanamke mzuri ni mwanamke mrefu. Huwezi kutuambia wewe uko andunje eti ni mzuri. Mwanamke mrefu akiwa mrefu hapo nakubali. Lakini akiwa ni mfupi andunje, no hakunaga piskali mfupi. Anasema kwamba kunaga piskali mfupi kwa sababu na wewe pia ni moja kati ya piskali na pia ni mrefu. Yes, mimi ni mrefu. Ni mwanamke ambaye napendeza kuwa mke wa mtu. Nikivaa kitu chochote kinakaa. Unaelewa? Sifa. Mwanamke fulani. Jitapi. Jamani. Sauti fulani. Sauti ni nzuri sana, napendeza, nashukuru Mungu kwa hilo. Nina kashepu fulani kama sio kazuri sana, nika hivyo. Kila kitu nilicho nacho hapa, naamini Mungu ndo amenipa na ni kizuri. Yes. Wow. Hiyo ni maneno kutoka kwa Queen V kama jinsi ambavyo anasema kwamba yeye ni mzuri, piskali moja fulani, mtoto mrefu, alipoa shape yake ambavyo jinsi alijitafsiri. Na ni kweli nakubali, namuona ni mtoto hapa mimi mwenyewe nani ya hakuna shida. Ni kweli hapo umesema kweli? Yes, umesema kweli. Yeah. Na unagharimu sana. Unagharimu sana. Nini? Ana date tu na mastaa. Na hapa Rockford star Rockford ni Chidi Boy, na nikidhani Queen V aishaga toka na Chidi Boy. Sijawahi. Kwa nini? Ni mtoto sana. Nilisikia interview hapa Mera alisema kwamba Chidi Boy ni mtoto, na V hapa anasema kwamba Chidi Boy pia ni mtoto. Yes, mimi siwezi nikadate mwanaume ambao mimi namzidi miaka. Hiyo kwangu haiwezekani. Nikikuwa tu nimekuzidi miaka, kaka. Na yani tena kwambia samahani, tafuta sehemu nyingine, tafuta size yako. Mimi nisikukuelekweti bure. Hivyo. Hawezi akadate mwanaume ambaye amemzidia miaka. So lazima kwanza akuzidi miaka mingapi mfano? Yeye anizidi hata mwaka mmoja, hata miaka 2 kuendelea. Chidi bwana miaka mingapi? Sijui ni nani. Sina mazoea. Lakini ashagawe ku DM. Sina hata mazoea, hata simjui. Star gani ushaga toka naye? Jamani, sipendi kuongea. Kwa sababu mastaa waga wana date mastaa kwa mastaa.
Na kuna star ambaye shagatoka naye lakini labda ni private kwake, labda ndo bana. Mwanaume wangu mimi ni star. Mwanaume wangu ni star. Ndio. Anaimba. Yes, nampenda sana. Popote alipo, Queen anakupenda. I love you so much. Popote ulipo mwanaume wa Queen V, unapendwa actually. Unajua ni star, japokuwa tuje kujua soon tutaenda kujua. Na ni kweli uko na kitoto kizuri, unagharimu vizuri sana. Mtoto akisimama anasimama kweli. Na Rockford wanakutambua sana. Watu wa Rockford wanakuongeleaga vizuri au vibaya? Vibaya. Kwa nini? Sijui. Ukiona unaongelewa vibaya au unaongelewa mtaani, ujue ni piskali. Kuna kitu umewazidi. Siwezi kujaji sana huko. So watu wa Rockford waga namuongelea vibaya kwa sababu yeye ni piskali. Kuna vitu ambavyo Queen V amewazidi, ndio maana waga mnamuongelea vibaya. So muache mtoto wa watu kimbembe. Muache mtoto wa watu ana shine ni kwa ajili yake, anajitafutia. Wanasema kwamba unaongwa sana. Mimi naongwa, lakini pia mimi ni mpambanaji. Ni mpambanaji pia, na nilisikia stories zako kwamba unapea sana wanaume wa hapa. Sijawahi kudate. Ni stories zao tu? Yaani hizo wanazushi. Mimi sijawahi kudate na wanaume wote hapa. Wote ni kaka zangu. Stories za kwamba wakina Chidi wote ni kaka zako. Yaani wanaume wote wa Rockford ni kaka zako. Sasa zile stories za kusema kwamba Queen V yeye anagawa sana kwa wanaume wa hapa tena kwa bure, ni kweli au ni uongo? Ni uongo, mimi siwajui. Kwa wanaume gani hapa kuna wanaume? Mimi Queen V sitokana na wanaume hapa. Kwanza ni walevi. Uwezi ukatoka na wanaume mlevi. Nimpeleke wapi? Wapi itasimama hapo? Uwezi ukadate na mwanaume mlevi? Siwezi, na nikidate naye wala tukai mwaka. Na stories za kusema kwamba wanaume wa hapa wanalala na wewe kwa bure ni za uongo? Ni za uongo. Tena uambie hivi, Queen V ana mwanaume wake, anampenda, anamheshimu na kumsikiliza. Mwanaume wake pia anampenda, kila kitu. Hivyo asimchonganishi. Mwache kumsemea Queen V vibaya, wala ambao mnamsemea vibaya. Sio vizuri actually kumbebea mtu story ambazo hana. Na ni mpambanaji, una kazi? Mimi nafanya kazi. Sasa kwa nini sasa waseme kwamba wanakuonga? Unajua mwanamke mzuri, kwanza unajua ile mtu umekutana na mwanamke, mara kwanza unamuona ule muonekano wake. Unajua hapa, inaonekana hapa kunatoka sana pesa. Inabidi na wewe usaidie ile sehemu. Huwezi kuja kumpenda piskali alafu ushinde kuihudumia. Mwanaume asiyetoa hela kwa mwanamke wake, huo ni umama. Ni umama. Ni kweli. Amesema kweli. Na nikizani labda wanakuja ku-DM sana lakini unawakatalia, ndio maana sana kuzungumzia vibaya. Subiri kwambie, mtu mwenye matunda mazuri ndio upigwa mawe. Ukiona wewe haupigwi mawe, huwezi, yani hauna nyota. Ukiona unapigwa mawe sana, ujue una kitu. Kwa sababu mimi najivunia hicho kitu. Waseme tu, hawezi kumzuia mtu kuongea. Alafu hivi vijiji vyetu hawezi. Vijiji. Hiki ni kijiji, unaelewa? Afrika ni wamejaa. Wow. Actually mimi ni mgeni hapa Rockford, nimekuja tu kutembea na nimekuja kufanya mahojiano pamoja na Queen kwa kuwa yeye ni mtu ambaye ana expire watu wengi, na yes, ndio maana niko hapa kwa ajili yake. Queen kama Queen. Mimi kitu cha mwisho tutakuwashauri wanawake. Ndio. Wanawake, hii ni kwa ajili yenu wanawake sasa. Kama mwanaume haja kuoa, hauruhusiwi kwenda kumfulia nguo, hauruhusiwi kwenda kumpikia, kufanya huduma yoyote kama mke. Hiyo ni marufuku. Utalia, utapigwa kitu kizito. Utafanya kazi, utampikia, utatandika hadi kitanda, mwisho wa siku mwingine anaolewa. Acheni leo. Hiyo ni from experience au tu ni ushauri? Huo ni ushauri. Lakini haja kukukuta. Sijawahi kumfulia mwanaume yoyote, sijawahi kumtandikia kitu chochote. Mimi sijawahi kulala kwa mwanaume. Ni kweli kama jinsi Queen V anavyosema, ni ushauri mzuri kwa kuwa yeye ndio mshauri wa wanawake. Na napenda sana tabia zake za kushauri wanawake wengine, kwa sababu watu waga wanafanya mistake kama yeye jinsi ambavyo Aisha Goi kufanya mistake. Kwa hiyo ni jukumu lake ya mtu kifanya mistake, ni lazima ushauri watu wengine ili wasiingie kwenye matatizo kama watu wengine walivyoingia kwenye matatizo. Kuna lingine la kushauri, bado hujamaliza Queen V. Kuna lingine. Sawa, wanawake wanafanya mistake sana, ni lazima. Hii ni jukumu lako, ni lazima sasa kuna lingine la kuwashauri.
Okay, mimi nitakuwashauri mwanaume ambaye anakupenda. Mwanaume yote ambaye anakupenda. Mdogo wangu kuanzia miaka 18 ndo naongea nao. Kushuka. Mwanaume akikupenda, kwanza kama wewe bado ni binti, unautunza usichana wako. Usiruhusu mwanaume yani akuombe mwili. Tunza mama. Tunza. Sisi tunajuta mpaka hapa. Kuanzia miaka 18 kushusha, kama mwanaume anakuomba na bado una usichana wako, tafadhali sana tunza kama jinsi Queen V anavyotushauri, kwa sababu yeye anajutia. Kwa nini wewe ujutie kupoteza ujana wako? Kwa sababu aliyenifanya niupoteze mpaka sasa hivi ameniachia mtoto na nipo nyumbani. So na mtoto tayari? Yana mtoto. Ilikuwaje labda? Siwezi kuachia story bana, ni familia, ni mambo ya familia. Mambo ya familia, na hatupo hapo kwa sababu ya kuongelea mambo ya familia actually, lakini kwa sababu tu lidokeza ndio maana nilikuwa naacha basi niulize tu. So inaumiza, lakini kwa sababu ni experience ni lazima aambie watu. Lakini ni mistake inatokana na nini Queen V? Kwanza ni maisha yetu sisi. Kwanza si labda wao wanakuwa hapa Marekani, maisha ni mazuri, hawana ambacho wanahangaika nacho. Lakini sisi tulikuwa tupo Afrika, maisha magumu kama mnavyoelewa, kupambana nini, wazazi hawataweza kuhudumia hivi, wahudumie kila mtu, mnakuta mko watu wengi kwa familia. Ile kwenda una date huko na mwanaume wako, unafikiria mimi nasoma, mimi bado mimi niko penda sana kusoma. Nilikuwa na ndoto sana za kusoma. Mwanaume akinitongoza kuna mara anasema bado nasoma bwana. Sitaji kupa nafasi. Kuna sana mistake Queen V. Wewe ulipoteza, unashauri watu kuanzia miaka 18 kushusha. So wewe usichana wako ulipoteza ukiwa na miaka mingapi? 17. So Queen V alipoteza usichana wake akiwa na miaka 17. Hayo ni kutokana tu na mambo za maisha, kila mtu anafanya mistake. So hakuna lawama. Nikizani mistake ni watu wengi sana. Mistake ni watu wengi. So na mpaka leo anachukua na mtoto wa miaka mingapi? Miaka 7. Miaka 7. Ni proud. Mimi niko proud na wewe, kwa sababu kuna wengi wakifanya mistake ni lazima haribu watoe mimba, kwa sababu ni mistake wanatoa mimba, lakini wao kutoa. Sasa washauri ambao wanatoaga mimba. Jamani, siwezi nikatoa mimba na siwezi nikatoa mimba. Labda itoke kwa bahati mbaya. Lakini kama wewe ni mdada ambao unatoa mimba, wadada wenzetu ambao walitoa kipindi cha nyuma, sasa hivi wanalia wapati watoto tena. Wanaanza kutafuta watoto hawawapati. Lakini kama wewe Mungu amekupa neema ya kuzaa, hata hawezi kuzuia mwanadamu kuongea. Wakuongelea vitu wanavyojisikia, fulani amebeba mimba kwao, watakutukana matusi mengi, watakejeli, lakini siku ukijifungua huyo mtoto, watasherehekea na kufurahia. Usikubali kusikiliza watu, usikubali maneno ya watu. Kama wewe ni mwanamke, hiyo imetokea bahati mbaya, sio kila mtu anakuaga anapenda itokee. Inatokeaga tu kwa sababu umeenda vibaya, hivyo inatokea. Inabidi tu tunze mimba yako, lea mtoto wako. Kama mwanaume ukataa, usikui na stress, fanya kazi. Pambana tu kama mwanamke mpambanaji, kama single mother. Siku moja utayasahau yote na utajutia. Hivi ningetoa hii mimba, mtoto angeniletea maji. Ningetoa hii mimba, mtoto angewasaidia wazazi wangu. Like ni kitu ya kujifunza, tupende sana. Yaani chochote ambacho unakipata kwa muda ule, ndio Mungu amekipanga. Uwezi kuforce ndoa. Kitu cha kwanza, usiforce ndoa. Ukiforce ndoa utadumbukia pabaya, utajuta. Maneno ya Queen V haya sio ya Anzu. Tuko na mwanamke mmoja fulani mrembo ambaye kila mtu anafanyaga mistake, na hapo kwa ajili ya kushauri wewe ambaye bado uko mtoto mchanga. So ana speak from experience na inabidi tufuate yale ambayo anasema. So ulisema kwamba ulijutia, najua kweli ni mistake kama jinsi ambavyo tunazidi kurudilia ya maneno. Na kuna swali nyingine ambayo napenda kukuuliza, lakini inanitoka. So kitu ambacho kinafuata sasa, hii ni swali nyingine tofauti na hiyo. Sema kwamba unajutia. Subiri, kwa swali gani hapa ambayo ilikuwa inanichia? Kuna swali moja ambalo ilikuwa inanichia kuhusiana na Pamela. Pamela alisema kwamba yeye ana zile dawa. So unamjua Pamela? Nafahamu. Pamela, yes. Alisema kwamba ana zile dawa za kurudisha bikra ya mtu. Labda ushawahi kumfikiria kumdm uende kununua hiyo dawa urudishe ubikra wako? Kwanza siwezi, yani wewe ni upumbavu. Siwezi nikarudisha bikra. Bikra hairudi, kishatoka imetoka. Yes. Kwa sababu unajua zile dawa za kurudisha bikra zina masharti. Yes, unaweza kushangaa umeweka ile dawa, ukitumia vibaya tofauti na walivyokuambia, unaibika. Ni vibaya sana kurudisha bikra. Kama ushaharibu, mwambie mwanaume wako na hata kusikiliza tu.
Hakuna kitu kibaya kitatokea. Kama anakupenda ashakupenda tu, hawezi kwenda kwa mwingine. So unawashauri nini wanawake ambao wanaenda kutafuta dawa za kurudisha tena ubikra wao? Na washauri waache tu. Kwa wale wanawake ambao wana tabia za kwenda kutafuta madawa kwenye waganga wa kienyeji kwa ajili ya kurudisha ubikra wao, acheni. So ubikra ukitoka unatoka. Mistake ni mistake tu, hakuna jinsi. So ndo jinsi Queen anavyotushauri, na ni kweli actually hawezi ukarudisha maji ambayo yashamwagika chini. Hiyo ni kazi tena kazi kweli. Na kwenye wisho kuweka kijiti? Ndio, jibu ni ndio, na tuambie kwa nini. So ndio, wewe unasema ndio. Ni kweli? Hapana, sio kweli. Kwa nini? Mimi najua madhara ya hivyo vitu, siwezi. Lakini tulisikia kwamba ulikuwa kuna mwaka ambao ulikuwa unaweka kijiti. Wanadanganya, tulienda nao, walikuwepo. Kwa nini wewe upendi kuweka kijiti na wakati asilimia wanawake 80 wanaweka kijiti? Kwa nini wewe usiweke? Mimi napenda kuzaa. Unajua mambo ya majira ni mambo mabaya sana, hata tunashauriwa. Ni mambo mabaya sana na kuletea madhara. Unaweza ukapata kansa ya kizazi, unaweza yani unafunga hadi na kuzaa bila kujua. Yani tuachane tuna majira, tuzae, ukipewa zaa. Sasa ni muda mrefu sana tokea wachana na ex wako, na ndio kusema kwamba ufanyi mapenzi. Sifanyi mapenzi. Kumbe tena ni bikra. Mimi sio bikra. Mimi na mtoto wa miaka 7 jamaa. Tokea uzaliwe tuseme tu ni mwanaume mmoja, tokea uzaliwe. Hiyo swali ngumu hiyo. Yaani mtangazaji wenu ni sijana ndakani. Siwezi kufiza swali bwana. Ndio, sio okay, ni kweli sio mwanaume mmoja, lakini ni chini ya 10. Chini ya 10. Hapana, sio. Ni chini ya ngapi? Hapana. Wewe ulikuwepo? Ni chini ya ngapi? Ulikuwepo? Ni chini ya ngapi? Chini ya ngapi? Kama wawili tu. So tokea zaliwe kama jinsi alivyosema kwenye ni wawili tu ambao waishagaweza hii chuma. Ni kweli ni chuma moja kali sana, kumpata si rahisi. So tokea zaliwe ni wawili tu. Asante sana kwa kuzidi kujilinda. Sasa washauri wanawake ambao wanazidi kugawa kila siku. Unajua kugawa inatofautiana ama inategemeana na maisha. Kuna wale ndugu zetu ambao maisha ni ya chini, hawana hela, hawana kazi, yani lazima agawe. Yaani maisha yake lazima yawe ya hivyo kwa sababu anatafuta riski. Ile ni kazi kwa wengine, lakini haimaanishi kuwa mwanamke akikuwa wa hivyo ndo hawezi kuolewa na katulia. Yes, wapende tu. Wapende tu. So wanaume inabidi tuelewe kama jinsi kwenye vile alivyosema kwamba ukiona mwanamke anagawa ujue kwamba labda ni hali ya maisha. Kwa hiyo wapende tu, mnaweza mkawabadili. So kuna wanawake unashauri kwamba wanawake wazidi tu kugawa tu kwa sababu maisha ni magumu. So kwa vipi kazi zimefanyejwa? Kwa nini wasiende kazini? Mimi siwezi kushauri mwanamke mwenzangu aendelee kugawa, so sifa. So sifa. Wafanye kazi, na kama wana mitaji, unajua unaweza kuanzisha kwa kitu kidogo. Kama uko hapa Marekani, apply kazi. Ukiona inashindikana, nenda kwenye ile ofisi ya ile ofisi kuna ofisi hapa inasaidia watu food stamp. Nenda uka-apply upate hiyo food stamp. Koze kugawa ni kama hiyo kuzarilika. Unajua kwanza kwa sasa kipindi hichi wanaume wengi sana ni wambea. Wanaume ndio wambea kuzidi wanawake. Yes, wanaume ni wanaume Rockford. Ni wambea. Ataje? Si wajui. Ulijuaje kama ni wambea? Ulisikia? Napigiwaga simu, "Oya, uko wapi? Nikwambie kitu. Kuna mtu fulani hapa ameniambia hivi. Oh my god." Yaani hao watu ni wapumbavu, ni wajinga, na watukana hapa ni machapombe, siwapendi. Wanaume ni wambea na mimi nikiwemo. Juma ni mpenzi wako, ametuma salamu zake, zipokee. Umejuaje? Lakini ametuma salamu. Umejuaje? Alituma salamu. Umejuaje kama ni mpenzi? Nipokea salamu. Okay, nampenda pia. Juma amejama kujibu. Juma Cassandra na ana TV kali sana, na kizani ni mtu mmoja kwamba unamsupport sana, na wewe tunajua kwamba ni dada ambao uko the queen, unafanya mambo mengi. Sio, napenda sana jinsi ambavyo pia una support watu wengine, na unaga unazungumzia mambo mengi ya maana sana. Na
sipendi kumchukulia muda wake kwa sababu yeye ni kweni, sipendi nikuchoshe kwa maswali mengi. Na samani kama niliuliza vitu vingine ambavyo viko tofauti na topic yako. Mimi na kupenda na kusupport, na najua tazidi tu kuwasiliana na kufanya mada zingine tofauti, lakini tuma salamu za mwisho kwa watu wengine ambao unawapenda. Nampenda mama yangu, naipenda familia yangu yote, marafiki zangu. Baby, nakupenda sana. Uwe na usiku mwema. I love you. Asanteni guys, hii hapa ilikuwa ni mimi pamoja na Queen V. Mengine anakuja zaidi hapo soon, na asante sana.